Katika ukurasa wa gazeti la Taifa Leo, taarifa kuu inasema kwamba Sifuna nje. Hicho ndicho kichwa ambacho maandishi pamoja na wahariri wa gazeti la Taifa Leo wamekiangazia asubuhi hiyo, akisema kwamba Sifuna nje. Pale maandishi ameendelea kuandika akisema kuwa Baraza Kuu la Kitaifa ODM la mfurusha katibu mkuu wa chama la teua naibu wake kushikilia cheo kwa muda. Pale maandishi ameendelea kuandika ukurasa wa pili akisema kwamba Kamati Kuu ya Kitaifa NEC ya chama cha ODM jana ilimtimua katibu mkuu wa chama hicho Seneta Edwin Sifuna kufuatia kile ilichotaja kuwa kuongezeka kwa viwango vya utovu wa nidhamu ndani ya chama. Wakati huo huo, asasi hiyo ya juu zaidi imeamua kuitisha mkutano wa kitaifa wa wajumbe NDC utakaofanyika Nairobi Machi 27 mwaka huu 2026. Uone ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo unazungumzia kuhusiana na hatua zilizofuatwa ili kuamua kumuondoa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM, na pia vile masaibu ambayo yaliweza kutokea pale ambapo anaelezea kwamba Sifuna alikuwa ameingiwa na utovu wa nidhamu, alikuwa ameenda kinyume na matakwa ya uongozi wa chama hicho cha ODM, ndiposa kukaweza kuamuliwa kwamba akaweze kuondolewa mamlakani. Kwa hivyo taarifa hizi utazipata zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo, pamoja na izeza kwamba kutakuwepo na mkutano wa kitaifa wa wajumbe NDC utakaofanyika Nairobi mwezi Machi mwaka 2026 ikiwa ni tarehe 27 ili kuamua kwamba je, chama cha ODM kinashirikiana vipi na chama cha UDA kwenye uongozi ujao ambapo au kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 pamoja na kuweza kumchagua katibu mkuu mwingine wa chama cha ODM. Kwa hivyo taarifa hizi utazipata ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo. Taarifa nyingine ni kwamba upinzani kujitenga na Azimio 2027 watabuni muungano mpya kumenyana na Rais Ruto uchaguzini. Ukurasa wa 3 wa gazeti la Taifa Leo na taarifa hiyo kamilifu kuhusiana na upinzani ulivyojitenga au unavyojitenga na muungano wa Azimio. Taarifa nyingine mtazamaji ni kwamba sababu za mbu kujaa kote jijini. Wataalam wataja joto la juu na mabadiliko ya tabia nchi kama chanzo cha kuongezeka kwa mbu Nairobi. Ukurasa wa 4 wa gazeti ya Taifa Leo na taarifa hiyo kamilifu kuhusiana na sababu ambazo zinachangia mbu kuongezeka katika jiji la Nairobi, ambapo wataalamu wanasema kwamba kuongezeka kwa viwango vya joto kumechangia pakubwa zaidi mbu kuongezeka katika jiji la Nairobi. Ukurasa wa 4 basi taarifa hiyo imekamilishwa kwa kina katika gazeti hili la Taifa Leo. Taarifa nyingine ni kwamba amri polisi waue yazua hisia kali baada ya kamanda wa polisi Pwani kuagiza wahalifu wapigwe risasi. Ukurasa wa 5 una taarifa hiyo kamilifu. Taarifa nyingine ni kwamba rais kukalia kiti miaka 7 Zimbabwe, sheria kubadilishwa. Rais Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 aongoze hadi mwaka 2030. Mtazamaji, wa ukurasa wa 8 wa gazeti la Taifa Leo ambao unazungumzia kuhusiana na kuongeza kwa miaka zaidi ya uongozi wa Rais Emmerson Mnangagwa wa taifa la Zimbabwe, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 83 na ambaye ameweza kuongezewa muda wa kuongoza hadi mwaka 2030. Kwa hiyo mtazamaji, hiyo ndiyo Afrika yetu ambapo viongozi wanasalia mamlakani au wanakwamilia mamlakani baada ya kuingia uongozini. Basi utapata viongozi wamekaa mamlakani kwa muda mrefu zaidi. Kuna viongozi hadi wana umri wa miaka 90 lakini bado wanataka kusalia kwenye nyadhifa za uongozi. Kwa hivyo mtazamaji, taarifa hiyo ipo ukurasa wa 8 wa gazeti la Taifa Leo. Kufikia hapo mtazamaji, hizo tu baadhi ya taarifa ambazo zimehusishwa kwenye ukurasa wa gazeti la Taifa Leo, ila kuna taarifa ya spoti kwamba Spurs yafuta kocha Man U yaponea EPL. Kocha Thomas Frank alifutwa kazi baada ya miezi 4 tu. Mtazamaji, wa ukurasa wa 20 wa gazeti la Taifa Leo unazungumzia kuhusiana kufutwa kwake kazi kocha Thomas Frank wa timu ya Tottenham Hotspur, huku Manchester United maandishi anaelezea kwamba imeponea ndani ya EPL baada ya kutoka sare na timu ya West Ham siku ya Jumanne. Kwa hivyo ni taarifa ziko pale, huku
mechi za ligi kuu nchini Uingereza zikiendelea siku ya leo, ambapo Arsenal watakuwa wakicheza na timu ya Brentford miongoni mwa mechi zingine. Kufikia hapo basi, mtazamaji, nahitimisha awamu hii ya uchambuzi wa nakala za magazeti.